Baba, mpuzi nini maana yake? Mwanangu, majibu yake yako hivi. Mpuzi ni mtu ambaye hafikiri, ni mtu ambaye hana akili timamu, ni mtu ambaye anaongea vitu havieleweki na anaweza akakuelezea vitu na usimuelewe. Hiyo ndio maana yake, anaitwa mpuzi. Kwa hiyo mwanangu, vipi? Umeelewa nini maana yake mpuzi? Baba, mimi sijakuelewa. Sijui unamaanisha nini. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mimi ni mpuzi. Ina maana kile nilichokuwa nakuelezea hujasikia chochote eti? Ndiyo, ila baba, sijasema mimi, kwa sababu wewe mwenyewe ndio umesema kwamba mpuzi ni mtu ambaye anaeleza vitu ambavyo havieleweki. Kwa hiyo mimi baba, sio kosa langu. Ebo toka hapo, toka kabisa, nyanyuka na usiendelee kukaa pamoja na mimi. Maana mimi kila nikikuelekeza huelewi. We mtoto mjinga kweli, eti we ni umbwa kabisa. Toka, nenda huko. God have mercy upon us. Sasa baba, mimi naenda wapi wakati wewe mwenyewe ndo umesema hayo yote? Basi nikuulize kitu baba, hivi mtoto wa mbwa anakuwa amezaliwa na binadamu au anazaliwa na mbwa? God have mercy upon us. Sadakta kabisa, sadakta. Umeuliza swali zuri sana. Mtoto wa mbwa anazaliwa na mbwa. Mbwa hawezi kuzaliwa na binadamu kamwe. Sasa baba, mbona umeniita mbwa wakati wewe mwenyewe ndo umenizaa? Kwa hiyo baba, nikupe jina gani? Hili toto jinga kweli. Hili toto jinga sana kabisa. Ndio maana hata shuleni hamna kitu. Unapata 0 tu kila siku. We mtoto, we huna akili timamu. Kwa hiyo mimi unaniita mbwa, sio? God have mercy upon us. Mimi sijasema wewe ni mbwa. Mimi majibu yangu najibu mara moja tu baba. Mimi nakujibu kwa kile unachokiongea wewe. Mimi siwezi kutoa majibu mengi, tena jibu langu liko sahihi kabisa. Najuta kuzaa toto kama hili kweli. Yaani ni bora ningezaa mbwa kuliko kuzaa toto hili ambalo halina akili timamu, halina adabu kabisa. Ni bora ningezaa mbwa. Hata mimi pia najuta sana kuzaliwa na janaume kama hili kweli. Ni bora ningezaliwa na mbwa, maana mbwa anazaa watoto wenye heshima na adabu.